alisimama madhabahuni akahubiri na akaenda kinyume na watu wenye nguvu, kinyume na watu wenye mamlaka, na hivi sasa kanisa limefungwa. Je, huu ni mwisho wa Askofu Dr. Gwajima? Polisi walivamia, waumini wakalia, watu wakaandamana na mabomu ya machozi yakarushwa hewani. Hii inafanana kama stori ya kwenye movie fulani, lakini haya yote yametokea Tanzania. Na haya yote yananikumbusha stori fulani ndani ya Biblia. Kwa wale ambao hawajafuatilia, Askofu Dr. Gwajima aliongea maneno ambayo yalikuwa kinyume na mambo ambayo inasemekana serikali imeyatenda. Kanisa lake likafungwa na waumini wakakosa sehemu ya kuabudu. Hii imefanana na historia fulani ndani ya Biblia. Inanifanya nikumbuke kilichotokea kwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa ni mtu wa Mungu. Alikuwa ni kama nabii. Akafanya kazi ya Mungu, lakini alivyoenda kinyume na watu wenye nguvu, watu wa mamlaka, akawekwa ndani, na mwisho wa siku kichwa chake kilikatwa na ikawa ni kama zawadi ya mtu mmoja mwenye mamlaka. Na huo ulikuwa ni mwisho wa Yohana Mbatizaji. Je, huu pia ni mwisho wa Dr. Gwajima? Ukifuatilia kwa juu unaweza kuona kama ni kitu cha kawaida kutokea, lakini ukijaribu kutafakari unaona kuna mambo ya ndani zaidi, kuna mambo ambayo yanaonekana ni kama ya siri zaidi yamefichika. Jaribu kutuandikia kwenye comment. Je, unahisi mambo aliyoyafanya Dr. Gwajima ni mambo ambayo yanamfanya yeye awe kama nabii, au anaonekana zaidi kuwa mwanasiasa kuliko nabii? Wapo watu wanasema Dr. Gwajima ni nabii na Dr. Gwajima ni mtu wa Mungu, na wakilinganisha na mambo ambayo yalitokea kwa Yohana Mbatizaji, wanasema ana haki ya kuongea na yuko huru kusema chochote kanisani. Baada ya kufungwa kwa kanisa, waumini walikosa sehemu ya kuabudu, na walipoenda katika sehemu ya kuabudu wakakuta mapolisi wamezuia huduma. Watu wakaandamana, wengine wakawa wana ujasiri hata wakubishana na polisi. Lakini vurugu zilivyozidi, mabomu ya machozi yalilipuliwa na watu wakatawanyishwa. Baadhi ya viongozi wa kidini wamejitokeza na wanasupport ambacho alikifanya Bishop Dr. Gwajima. Hayuko peke yake, bali kuna maaskofu akiwemo Askofu Dr. Benson Bagonza ambaye alisema ukimya wa viongozi wa kidini leo unaweza kuigharimu nchi kwa vizazi vijavyo. Mzee wa upako pia ambaye mara nyingi anajizuia kujihusisha na mambo ya siasa pia alisema kanisa siyo taasisi ya serikali na serikali haiwezi kumiliki huduma ya kiroho. Na Askofu Dr. Maximilian ambaye ni msaidizi mkuu wa Dr. Gwajima alisema kwa uchungu, kama kusema ukweli ni kosa, basi hatuna tena huduma ya kweli. Swali kubwa sasa linabaki, je, hili ni onyo kwa makanisa yote? Je, sauti ya kiroho bado inaruhusiwa Tanzania? Wapo wanaosema kwamba Gwajima alivuka mipaka, wengine wanasema alimfanyia Mungu kazi bila uoga, na kama Biblia inavyosema katika siku za mwisho watakataa kusikia ukweli na kugeukia hadithi za uongo. Lakini pia mimi naamini Biblia inatuonya, ya Kaisari tumwachie Kaisari na ya Mungu tumwachie Mungu. Kwa hiyo watu wamekuwa wamegawanyika kutokana na usemi wa Gwajima na kilichotokea kutoka serikalini. Je, wewe unasemaje? Je, Dr. Gwajima alikuwa yuko sahihi kuongea mambo ya serikali kanisani? Au je, mambo ya kanisani na mambo ya serikalini tuyaweke tofauti? Andika mtazamo wako kwenye comment, halafu tuendelee kujadiliana, na kama kuna taarifa zingine tutaendelea kukuletea hapa kwenye chaneli yetu ya Maisha Live. Tuendelee kusubscribe, like video hii, na unaweza ukashare na mtu yoyote ambaye unaamini video hii itakuwa na manufaa kwake.